Karibu kwenye Open Your Mind, mahali ambapo tunafungua akili, tunajenga nidhamu na kubadilisha maisha. Leo nataka tuzungumze ukweli mchungu, lakini wenye matumaini makubwa. Jinsi ya kujijenga kutoka sifuri. Sehemu ya kwanza. Maana ya kuanza sifuri. Kaka, kuanza sifuri maana yake nini? Maana yake, huna hela, huna msaada, huna connection, huna mtu wa kukusukuma, na mara nyingi una maumivu ya kudharauliwa. Lakini nisikilize vizuri. Sifuri si laana. Sifuri ni nafasi. Ni nafasi ya kujijenga upya, kujifunza kwa njaa, kuamua mustakabali wako. Watu wengi waliotoka sifuri walibadilisha maisha yao kwa sababu hawakuwa na cha kupoteza. Sehemu ya pili. Mfano. Oprah Winfrey. Hebu nikupe mfano halisi. Oprah Winfrey alizaliwa kwenye umaskini mkubwa. Alinyanyaswa akiwa mtoto. Alifukuzwa kazi mapema kwa kuambiwa hufai kwenye TV. Lakini hakukata tamaa. Aliamua kujifunza, kujiamini, kujenga nidhamu ya kazi. Leo ni mmoja wa wanawake matajiri na wenye ushawishi mkubwa duniani. Kaka, kama Oprah angekata tamaa akiwa sifuri, leo usingemsikia. Sehemu ya tatu. Nidhamu. Silaha ya wanaoanza sifuri. Ukweli mchungu. Watu wanaoanza sifuri hawaruhusiwi kuwa wavivu. Nidhamu ni kuamka mapema hata huna kazi, kujifunza hata hakuna anayekulipa, kufanya kazi kimya kimya. Mfano, David Goggins. David Goggins alikuwa maskini mnene sana. Alikuwa na matatizo ya akili na familia. Lakini alijijenga kwa nidhamu kali, kujisukuma hata wakati anaumwa. Leo ni askari, mwanariadha na motivational speaker duniani. Hakuanza na bahati, alianza na nidhamu. Sehemu ya tatu. Acha lawama, chukua wajibikaji. Kaka, lawama ni mtego. Wengi wanasema, kama ningezaliwa kwenye familia bora, kama ningekuwa na connection. Lakini waliofanikiwa walisema, kuanzia leo, maisha yangu ni jukumu langu. Mfano, Jim Rohn. Jim Rohn alikuwa mfanyakazi wa kawaida, hana mwelekeo, hana hela, mpaka alipoamua kujifunza, kubadilika, kuchukua wajibu wa maisha yake. Baadaye akawa mwalimu wa mafanikio kwa mamilioni ya watu duniani. Sehemu ya tano. Jifunze kama una njaa. Kama huna hela, elimu ya kujijenga ndiyo mtaji wako. Soma vitabu, sikiliza podcast, angalia mafunzo. Watu wengi waliotoka sifuri walikuwa na njaa ya maarifa na kiu ya kubadilika. Maarifa hubadilisha mawazo, maamuzi, hatma. Sehemu ya sita. Vumilia. Mafanikio hayana haraka. Hakuna mtu aliyefanikiwa haraka bila kupitia maumivu. Utapitia kukataliwa, kukosa matokeo, kuchelewa. Lakini kumbuka, aliyevunjika moyo harudi sifuri tu, anarudi nyuma zaidi. Mfano, Colonel Sanders, KFC. Alikataliwa zaidi ya mara 1000. Alifanikiwa akiwa mzee, lakini hakusema nimechelewa. Alisema bado ninaweza. Ujumbe mzito. Point ya mwisho. Kaka, kama leo uko sifuri, usione aibu, usijilaumu, usijidharau. Sifuri ni mwanzo wa hadithi yako kubwa. Kila mtu mkubwa aliwahi kuwa sifuri. Aliwahi kudharauliwa. Aliwahi kuchelewa. Kinachotofautisha washindi, hawakukata tamaa. Kumbuka hili. Sifuri si mwisho, ni mwanzo. Jenga nidhamu, chukua wajibu, jifunze kila siku,
vumilia na songa mbele. Karibu kwenye Open Your Mind, mahali ambapo tunajijenga kutoka sifuri hadi kilele.